sina pesa ya kuwekeza. Madam, yaani hata ufanyaje madam, mimi sina fedha ya kuwekeza. Sikia, inawezekana ni kweli kabisa hauna pesa ya kuwekeza, lakini kabla hatujasema hiyo kauli na kuikubali kwamba ndo reality ya maisha yetu leo, kuna maswali inabidi tujiulize. Alafu tukipata majibu ya hayo maswali, mimi nitaungana na wewe kukubaliana na wewe kwamba kweli wewe huna pesa ya kuwekeza. Cha kwanza, naomba uelewe kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya sina pesa na sina pesa iliyobaki. Sina pesa alafu sina pesa iliyobaki. Inawezekana sio kwamba hauna fedha, lakini ni kwamba hauna fedha iliyobaki. Kwa nini? Fedha zote ulizokuwa nazo umeshazipangia matumizi, lakini hukuzingatia kupangia matumizi uwekezaji, ama ukuchukulia uwekezaji kama ni sehemu ya matumizi yako. Ndio maana nasema kama huna pesa iliyobaki, basi wewe unaweza kuwekeza, kwa sababu unaweza control matumizi ikabaki fedha alafu ukawekeza. Kwa hiyo kama sina pesa ndo issue yako, basi nitakubaliana na wewe. Lakini kama unasema sina pesa iliyobaki, maanake ulikuwa na pesa, sema sasa hii iliyobaki hii ndo hauna. Hiyo cha kwanza. Lakini cha pili, unaposema sina pesa ya kuwekeza, inawezekana investment sio kipaumbele chako, kwamba fedha ipo lakini ya kuwekeza ndo sina. Sasa kama ya kuwekeza hauna, that means kwamba investment sio kipaumbele, uwekezaji sio ajenda yako kuu. Ndio maana vingine vyote vimepata fedha, lakini lile eneo la uwekezaji ndio limekutana na kauli sina pesa za uwekezaji. Kwa hiyo kwa kifupi tu, sio priority kwako. Lakini pia hatuthamini uwekezaji, hatuchukulii uwekezaji kwa uzito ambao pengine inatupasa tuuchukulie uwekezaji. Kwa mfano, mtu akikwambia lile jambo fulani au kile kitu fulani ulichokuwa unakitaka mimi nimekipata, kalete shilingi 50 nikupe. Fanya tu assumption, anything ulikuwa unaitaka sana, hiyo 50 hata kama una utaitafuta na utakwenda kuchukua kile kitu. Kwa nini? Kwa sababu unakithamini. Swali ni je, unathamini uwekezaji kwa kiwango hicho cha kuweza kuahirisha mengine kwanza ikapatikana fedha ya uwekezaji, alafu baadaye ndio ukasema sina fedha za kula bata, sina fedha za kwenda vacation, leo sina fedha ya kunywa bia 2-3. Kwa nini? Kwa sababu ile fedha ya bia 2-3 imekwenda kununua hisa, imekwenda kununua vipande. Kwa hiyo wakati mwingine kusema sina fedha za kuwekeza si kweli. Kauli sahihi ni kwamba mimi sidhamini sana uwekezaji, hivyo sijautengea fedha. Hivyo tutakuelewa, lakini sio kwamba sina fedha za kuwekeza. Lakini wakati mwingine tunadhana potofu tukifikiri kwamba kuwekeza kunahitaji fedha nyingi, kwamba nahitaji milioni 10 ndo nianze kuwekeza. Tukisha internalize hayo mahitaji makubwa ya fedha za kuwekeza, alafu tukilinganisha na hali yetu, tuna conclude kwa haraka sana kwamba mimi siwezi kuwekeza. Why? Kuwekeza kunahitajika milioni 10. Si kweli. Hiyo ni dhana potofu. Unaweza kuanza kuwekeza kwa shilingi 10,000. 10,000 tu ukaanza uwekezaji. Kwa hiyo naomba kuanzia leo ufahamu ya kwamba uwekezaji hauhitaji fedha nyingi kama ambavyo tunaamini, lakini 10,000 unaweza kuanza. Kwa hiyo ukosi 10,000, japo nakubaliana unaweza ukakosa milioni 10, lakini sio 10,000. Lakini kingine, unaweza ukawa umebobea sana kwenye uwekaji wa akiba, lakini hujaamua kubadilisha
ile akiba kuwa uwekezaji. Na ndio maana unaona kama fedha za kuwekeza we hauna. Je, leo ukiamua kwamba ile akiba yangu ambayo nimeiweka kwenye kibubu au nimeiweka tu kwenye benki imekaa inapigwa bank charges, au ile hela yangu ambayo huwa inabaki alafu naishia kukopesha marafiki tu, kwa nini ile pesa kipindi hiki nisiitoe kwenye akiba nikaenda kuiwekeza? Na automatically ile dhana ya kwamba sina fedha za kuwekeza itakufa, kwa sababu akiba imeenda kuzalishwa. Sasa kama haya yote ukiyazingatia na bado ukawa kauli yako inabaki pale pale kwamba mimi sina fedha za kuwekeza, nitakuelewa. Lakini kama kuna kitu kimoja hapo ambacho nimekitaja unaweza kukibadilisha, pengine kudhamini tu uwekezaji alafu ukautilia maanani na ukaweka kwenye budget, itabadilisha hiyo narrative, basi naomba ufanye hivyo. Kama mpaka leo hujaanza kuwekeza, naomba uniambie hapo kwenye comment section, ni nini kinakuzuia? Ni nini sababu ya hiyo kauli kwamba wewe huna fedha za kuwekeza? Nitafurahi sana kusoma maoni yako.